Kwanza kabla ya yote naomba nianze kwa kujitambulisha. Kwa majina yangu naitwa Yusufu Abel Ngahala almaarufu kama Afande Yu. Nilizaliwa Iringa na kusoma shule ya msingi Luduga huko Njombe na sekondari nikasoma Ivumwe huko Mbeya. Nilisoma Sangu elimu ya advance na kujiunga na chuo cha Dar es Salaam. Baada ya kuhitimu masomo yangu nilijiunga na jeshi la polisi ambapo tulienda depo kwa muda wa miezi 6. Baada ya kutoka depo, kwa kuwa nilikuwa na elimu kiwango cha degree, nilipangiwa kituo cha kazi huko Mwanza, huku nikiwa na kicheo kiasi. Nilifanya kazi huko Mwanza kwa miaka 3, kisha nikahamishwa Dar es Salaam. Kazi yangu nilifanya kwa ufanisi sana hadi nikabadilishwa kitengo na sasa nikawa afisa upelelezi mkoa wa Dar es Salaam. Nilikuwa najisikia furaha sana. Nilikuwa naona serikali inatambua mchango wangu katika kulinda raia na mali zao. Mke wangu na mwanangu walikuwa wakinifurahia sana kutokana na mafanikio yangu ya kazi. Hata mimi nilikuwa najiona mwenye bahati sana. Nakumbuka kuna siku ulitokea uvamizi benki kuu. Kuna majambazi walikuwa wamevamia eneo lile. Mkuu wangu wa kazi akaniamuru nipeleke vikosi kadhaa. Bila kuchelewa nikatii amri mara moja kwenda pale BOT na kuanza kufyatulia risasi majambazi. Tulikuwa tumejipanga vilivyo. Tulifanikiwa kuwatoa, nao wakapotea. Kwa bahati mbaya hatukuweza kuwakamata. Hatukulaumu sana kwa sababu tulifanikiwa kulinda usalama wa benki kuu. Tuliporudi ofisini, mkuu wa kazi akatupongeza. Mimi aliniita ofisini kwake. Baada ya kwenda akaniambia, Afande Yu, mmefanya kazi nzuri sana, lakini ninakuomba, nitakupa maaskari 2. Nahitaji hawa majambazi wakamatwe mara moja. Fanyeni upelelezi wa kina na muhakikishe tunawatia nguvuni, sawa? Nikajibu sawa mkuu. Basi akawaita Afande Perisi na Afande Juma. Kisha mkuu akasema, utakuwa nao hawa. Nawatakia kazi njema. Baada ya siku kadhaa kupita, mimi nikaanza upelelezi wangu. Nilianza kwa kwenda BOT na kuomba picha zilizopigwa siku ya uvamizi. Baada ya kukabidhiwa, sikuweza kuzikagua muda huo. Nikaamua kurudi zangu ofisini, kisha nikazihifadhi. Ndipo nikakumbuka pia siku ile kuna silaha kadhaa waliziangusha zikaokotwa. Nikamfuata Afande Miraji, ndo alikuwa nazo. Bila hiana, Afande Miraji alinipatia. Nikarudi ofisini na kuanza kukagua zile picha za uvamizi. Hapo sasa utata ndipo ulipoanza. Kuna picha nilikuwa naiona, nikawa naishangaa na kuwa kama nisiamini ninachokiona mbele ya macho yangu. Ilikuwa ni mtu amevaa kombati za jeshi la wananchi, yani JWTZ, akiwa anaonekana kwenye kundi la majambazi. Sasa msikilizaji mpendwa, hilo sio tatizo. Tatizo ni kwamba kila ninapoiangalia ile sura ilikuwa ni sura yangu kabisa. Kichwa kikaanza kuniuma. Sasa mimi kwenye kundi la majambazi nimeingiaje? Na sijawahi kuwa na nguo za JWTZ.